Vipi kumpuuza Roho wa Mungu, na je, tufanyeje sasa? So hilo ndilo wazo langu, na tunasoma pamoja kitabu cha Efeso 4 fungu la 30. Biblia inasema, wala msimhuzunishe Roho yule mtakatifu wa Mungu, ambaye kwake yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Wala msimhuzunishe yule Roho mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Na hivyo kwa funzo hilo naomba tuwe na ombi, kisha tulifafanue kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya kundi hili na watu wako ambao wametenga muda wa kuja kusikia ukizungumza nao. Mimi nami ninapofungua kinywa changu, naomba tu nitumike kama kipasa sauti, na kwa hakika utuzungumzie. Asante kwa kusikia ombi letu, tubariki kwa pamoja, na nikupitia kwa Kristo tumeomba, amina. Kumpuuza Roho wa Mungu. Niruhusu nianze fundisho hili kwa kuuliza tu swali ambalo likiwa ndani ya mioyo yetu litatuwezesha kuelewa ni wapi tunaelekea. Je, ni kwa nini mara nyingi huwa tunasita kufuata baadhi ya maagizo ambayo Mungu anazungumza nasi? Ukiwa hapo kama kijana, ni nini hicho ambacho uliwahi soma au ukasomewa, ukasikia fundisho fulani, au unakumbuka kama vile tunakumbuka mafungu ya kukariri ambayo tulifunzwa tangu utotoni, mambo ambayo ni kweli ni maagizo ya Biblia, maagizo ya Mungu, lakini kidogo hausikii ukiwa na nguvu ya kufuata. Kidogo unawaza ndani ya moyo, hata Mungu anaelewa, hata angekuwa ni yeye katika mazingira niliyopo, circumstances that I am in, he would have done the same. The Lord understands. Swali letu hapa leo ni je, kwa nini tunasita? Mungu anatufungulia mwanga ambao tunafaa kutembea kwake. He presents evidence upon evidence. He provides light upon light. And the real question for this evening is, why then do we hesitate to obey? Kwa nini? Je, tunafahamu ya kuwa wakati wote tunapuuza au pengine tunasita kufuata kile ambacho ametupa, tunajiweka katika nafasi ngumu zaidi ya kukubali huo mwanga utakapopeanwa kwetu siku ya kesho? Je, tunajua ya kwamba wakati mwingine tunapokataa kufuata maagizo haya, it becomes impossible for us to be impressed by the same admonitions and warnings of the Lord in the future? Tunafanya mioyo yetu inakuwa migumu kiwango ya kuwa mambo hayo na maagizo hayo na mwanga wa Mungu ukiletwa tena kesho kwetu, itakuwa vigumu sana maagizo hayo kuguza mioyo yetu. Na ili tufafanue maswali haya tunayoyauliza hapa, naomba tuangazie hadithi ya mtu mmoja ambaye Biblia inamuita a procurator. Huyu ni kama governor, anaitwa Felix Antonius. Ameandikwa vizuri katika kitabu cha Matendo ya Mitume 24. Maisha yake yanatueleza vyema kabisa kuhusu kupuuza maagizo ambayo Mungu anatupa mpaka tunajipata muda hatuna tena. Na hadithi yake inaingia kwa Biblia kwa sababu huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa sana. A procurator wakati ule wa serikali ya Kirumi alikuwa ni mwanamume au mwanamke ambaye alipewa nafasi ya kuongoza an entire province. So huyu ni a real governor. Na yeye akiwa anaongoza province, masuala yote ya hukumu, judicial affairs, zilikuwa chini yake. Hakuna mambo kama koti unapelekwa kwa sababu umeiba ng'ombe ya mtu, la hasha, unaletwa kwa governor. Yeye ndiye amri, yeye ndiye ataamua. Akisema ukatwe kichwa, inakuwa hivyo mara hiyo hiyo. Akisema vingine vile vile. Lakini pia alikuwa mkubwa zaidi kwa sababu sio masuala ya haki pekee aliyo nayo na hukumu, lakini pia financial management of the entire province were directly under him. Yeye ndiye alikuwa anatengeneza kodi ya serikali, revenue collection from the entire province. Na hivyo aliheshimika kuwa mtu mkubwa. So tunaelezwa huyu jamaa wakati mmoja Mungu akazungumza naye.
Kila wakati yeye akasikia maneno ya Yesu aliyekuweko, Yesu ambaye amekufa, sasa Yesu nasikia hata amepaa mbinguni. Huyu jamaa anayezungumziwa hapa anaitwa Yesu ni nani? Na kwa muda mwingi, kwa sababu ya kufanya kazi kama kiongozi katika nchi ambayo pia ina Uyahudi ndani yake, akafika pahali akataka kuoa. Maandiko yanasema hakuoa mtu wa Kirumi tu, akaoa Myahudi, mwanadada mmoja aliitwa Drusila. Na hivyo kwa nyumba yake masuala ya Mungu wa Waisraeli yule Yehova, na sasa kumekuja Kristo ambaye amebadilisha mazingira na mambo mengi katika Uyahudi wote. Hayo mambo yalikuwa yanazungumzwa kule kwake nyumbani. Pengine hata mke wake akimpa chakula alikuwa pengine anaomba, anasema hebu tushukuru kwa sababu ya chakula. Na huyu jamaa ambaye ni Mrumi anashindwa na huyu, haya mambo namna gani? Na kwa kweli kwa muda mrefu Roho wa Mungu akawa anamwandaa kufanya uamuzi wake, uamuzi wa milele wa kutoa maisha yake kwa Kristo. Na ikafika siku moja, andiko yakitueleza hadithi hii tamu sana, ya kwamba akaamua, hapana, enough is enough. I need now to hear somebody speak to me about matters of salvation, matters of Jesus. Na akaulizia watu wengi, wakamtajia watu, lakini mmoja wao akamwambia, na by the way governor, hapa katika our prison cells, katika vyumba vyetu vya kuweka mateka hapa tu within our province, tunaye mmoja ambaye ni mwenye haki fulani, mtu ambaye ni Myahudi na mhubiri mashuhuri sana, jina lake ni Paulo. Paulo ako huku katika prison zetu. Ndio. Anafanya nini huko? No, alishikwa kwa sababu ya kosa linaloitwa kwa kizungu sedition. Sedition is a conduct or speech that incites the people to rebel against the authority of a state. So amewekwa pale kwa sababu ya makosa ya uchochezi. Lakini la kweli ni Paulo hakuwekwa jela kwa sababu ya uchochezi wa serikali, la hasha. Ni kwa sababu tu Wayahudi wenzake walitaka kumnyamazisha asiendelee kuhubiri kuhusu Kristo ambaye amefufuka. Na hivyo amemweka pale. Felix Antonius, governor, akasema hapana, actually huyo ndiye ninataka. Na hivyo twendeni kule kwa makao makuu ambapo ninafanya huduma ya kotini. Hiyo siku watu wote ambao walikuwa waje hapo, wafungwa ni wahukumu, waambie hiyo siku ni ya free day. Sihitaji mtu huko ndani. Kile tunataka ni huyo Paulo pekee aletwe mbele zangu, na nataka anifanyie jambo ndogo tu, anielezee kuhusu imani katika Kristo Yesu. Na mara moja wakamwendea Paulo, wakamleta mbele za kiongozi mahakama. Sehemu ya mahakama yote imejaa viongozi wengine wa kiserikali, askari kule. Na huyu naye Feliki pia akaja, na siku hii hakumwacha mke wake Drusila. Kusoma fungu la 24 Matendo ya Mitume 24 inasema, baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi, akatuma kumwita Paulo akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Fungu la 25 linasema, na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Sikia, Felix is seated. He has called on Paul. Next to him is his beautiful wife Drusilla, and everyone is listening. Paulo akaanza mara moja na mahubiri, akamweleza kuhusu haki. Unapozungumza haki, simply justice ambayo iko kwa Biblia ni ile inaelekezwa na Torati au amri za Mungu. So amri za Mungu zikawekelewa pale, na kilele cha amri hizi ni tabia ya Kristo ambayo ndio inatuonyesha kutunza amri ni namna gani. Paulo akaendelea tena swala la kiasi. Unaona misingi kama ni afya na kiasi kama ilivyo kwa Biblia akaelezewa. Na Paulo akafika tena chapter 3 akamfundisha kuhusu hukumu itakayokuja, judgment. Acts 17:31 inasema, siku inafika ambao Mungu atahukumu malimwengu. Na hukumu hii ambayo Mungu anaizungumzia kilele chake baada ya hukumu ya upelelezi
na watu wale wakupotea wamepotea, wale ambao sio wakupotea. Kristo sasa atatoka kiti cha enzi, atatoa nguo zake ambazo ni za ukuhani, atavaa sasa mavazi ambayo ni ya mfalme, kisha atashuka. So at the climax of this judgment is Christ's second coming. Na tunaelezewa kipindi hiki Paulo anazungumza, ukumbi wote wa hukumu ulikuwa umenyamaza, hakuna hata mmoja anayezungumza. Hofu imewaingia kila mmoja aliyekuwa pale, including the governor. Anasema ati what? Hukumu? Woi. Mpaka akasimamisha mahubiri. Akasema ngoja kidogo mhubiri. Our pastor today, Pastor Paul, please simamisha mahubiri hapo. Hey, I think vile nimesikia ukiendelea, the next thing nitasimama na nijitoe nikabatizwe. Na kwa sababu mimi ni mtu serious, mtu kiongozi, huwezi kuwa ati tu ni leo tu nimekuita alafu ndio huyo mimi nimeshajitoa, nimeokoka, nimekuwa mfuasi wa kanisa hili jipya la Kikristo. Biblia inasema hapo kwa Kizungu, go your way for this time. When I have a convenient season, underline the word convenient, I will call for you. Nitakapopata nafasi sasa nzuri zaidi, ambao siko busy sana, nitakuita. My fellow youths who are listening here, this was the day of salvation for the governor. Ndio ilikuwa siku ya wokovu wake. Alianza vyema kwa kumuita mchungaji aje kumhubiria. Roho wa Mungu alikuwa ameandaa moyo wake. Ilikuwa siku hii ndio angefanya uamuzi wa pekee sana wa kujitoa au atoe maisha yake kwa Kristo. Na wakati ilifika hata swala la hukumu limetajwa, badala yake kufanya uamuzi na kusema kwa kweli nimekubali kile kiko hapo, hata mimi nihesabiwa na watakatifu wa Mungu ambao walikuweko wanaandikwa katika rekodi za mbingu katika karne ya kwanza, anasema hapana, actually kile utafanya, enda kwanza, nitakuita wakati mwingine. Na hadithi za Biblia zinatuambia siku ya pili ikafika, Paulo sasa amerudishwa korokoroni. Drusila na mume wake Feliki wameenda shughuli, pengine wameenda happy mahali hapo, birthday ya mtu mwingine, na huko mbele. Day 3 ikafika, they never called. Day 4 they never called. Wiki moja ikaisha, Paulo hakuitwa amalizie mahubiri na aite wito. Mwezi wa kwanza ukaisha, miezi mitano ikaisha, mwaka ukaisha, bado wanaendelea shughuli kama kawaida. Mikutano ya serikali wanatembea, wanaenda, wanafanya reporting, kule kwa emperor, wanarudi everybody to their own provinces. 1.5 years ikaenda, mpaka ikafika miaka miwili. Na miaka miwili ilipoisha, kukawa na uchaguzi wa kiserikali. Huyu ni mmoja wa viongozi wachache sana kwa Biblia wanaitwa one term. Kama umesikia watu wakiongea kuhusu one term huko nje, one term iko pia hata kwa Biblia. Yeye ni mmoja wa wale waliokuwa kazini one term. Baada ya miaka hii miwili, uchaguzi wa kiserikali ukafika. Huyu jamaa Felix Antonius akachapwa nje, na serikali ya Kirumi ikamkaribisha another procurator, another governor aliyeitwa Porcius Festus. So Antonius Felix ameondoka na mke wake Drusilla. Porcius Festus ameingia kwa uongozi. Na anapoingia kwa uongozi, ni nini kinafanyika? Lori inakuja kwa nyumba ya Felix, inamwambia no, sasa vile uchaguzi umefanywa, hii nyumba unayoishi inahitaji another governor. Tafadhali weka vitu vyako hapa, utuambie tukupelekee ushago wapi. Most likely huyu jamani kama alikuwa ametoka na huko Kakoromone, gari katolewa kwa governor's office mpaka na huko Kakoromone akapelekwa kwake nyumbani. Na unajua ukipelekwa, your influence, ushawishi uliokuwa nao umeanza kufifia, haupo tena. So hautakuwa na njia hata ya kwenda makao makuu, like the palace of the province. Hakuna mikutano ya serikali ya uattend tena, una attend as who? Uchaguzi ulishakutoa nje. Na hivyo ndivyo alipoteza nafasi ambayo alikuwa amepata ya kutoa maisha yake kwa Kristo. And it is so sad, my brothers and sisters listening. This was a chance Felix never gained ever in history. Biblia kutoka hapo inamaliza na hadithi yake. Nafasi aliyokuwa amepata siku ile Paulo alikuja kumzungumzia, wakati Roho wa Mungu alinogoneza na moyo wake ajitoe maisha yake kwa Kristo. Hiyo nafasi ilipotea milele na milele. Felix alitoka kwa serikali, kwa uongozi.
bila kupata nafasi tena ya kusikia habari za Kristo. Felix akapelekwa nyumbani bila kupata hata nafasi ya kutoa maisha yake kwa Kristo. He postponed his salvation, never to regain it again. Huu ni wakati kama wewe na mimi, ndugu zangu na dada zangu, kujioji moyoni. Je, ni nini hicho ambacho, what is that struggle area that I have been having today, that I can be told I have been trifling with the Spirit of God? Ni nini hicho ambacho ninaweza zungumziwa leo isemekane kwa kweli hata mimi nilikuwa napuuza Roho Mtakatifu wa Mungu anaponizungumzia na sauti yake ya upole ndani ya moyo wangu? Kama vijana, our struggle areas could be many. Andiko yanasema, we should not be equally yoked with unbelievers. Je, inaweza kuwa ni wewe unayezungumziwa na mazungumzo haya ya siku ya leo? Hebu nikusomee tu one quotation hapa. Ellen White, kitabu kinasema That I May Know Him, page 37. Huyu ni Mungu anakuzungumzia. Kitabu hiki ni cha roho ya unabii. Dada White anaelezwa, zungumzia watu wangu wa kanisa la Masalio, waambie maneno haya. Nasoma ukurasa wa 37. Those who resist the Spirit of God think that they will repent at some future day when they get ready to take a decided step toward reformation. But repentance will then be beyond their power. Wale ambao wanapuuza Roho wa Mungu leo wanadhani katika maisha ya usoni watapata nafasi ya kutubu, nafasi ya toba. Lakini kile wanasahau is repentance will be then beyond their power. Swala hili la kutubu kipindi hicho cha kesho cha usoni, ninachotegemea nitakuwa sina nafasi tena. Toba itakuwa nje ya uwezo wangu. The Lord may be speaking to you tonight, you who is equally yoked with an unbeliever, that today is the day of your salvation. Today is the day for you to cut that strange relationship, either with mbabas au mamas. Among the things we speak about as red flags katika ujana, ni wakati unaanza kuchumbia mtu ambaye ni mke au mume wa mtu. Unaweza poteza uhai wako wakati wowote. Yeye ni mtu ako na familia yake, ako na gari, anakuspoil ukiwa shuleni, ukiwa mahali, na unadhani hivyo ndivyo mapenzi yalivyo. Unaelezwa na wengine, my friend, what is it that you think you are doing? Tunapendana sana. Do you even think he will marry you? Aliniambia hata ananipeleka mpaka US. My friend, siku itafika ujipate kwa mataa peke yako, na huyo mwanamume au mwanamke utamtafuta umkose. Maandiko ya Biblia yanasema hiyo sio njia ninafaa kwenda. Na kama leo kwa kweli sauti hii ndogo ya Kristo inazungumza ndani ya moyo wangu, kuna uwezekano hiyo sauti haitanizungumzia tena leo hii, si kesho. I cannot postpone the day of my salvation. By doing so, I have trifled with the Spirit of God. Nikifanya hivyo, nimempuuza huyo Roho wa Mungu, na kuna uwezekano sitasikia hiyo sauti ikizungumza nami kesho. What are other areas? Could you be battling the decision to be baptized or to give your life to Christ? Kila siku ninasema hapana, I think kubatizwa sasa, ninabatizwa hii mwaka unafika wakati wa makambi. I think hii makambi kwanza kunanyesha sana, kuna baridi. Kesho kutwa wito unaitwa tena. This is not the time I can give. Wacha, nimesikia hata kuna mahubiri ya Mark Finley, nataka nibatizwe na mtu serious. Nataka hata ile ubatizo ambao tunavalishwa gown ya white na tunapewa Biblia na kitabu ya nyimbo. Hiyo ndio ubatizo ninaongoja, na ninaendelea nikipostpone every day. Laiti ningelijua ya kwamba kuna uwezekano siku ambayo ninadhani ndio nitatoa maisha yangu kwa Kristo, siku hiyo ndio nitabatizwa, nguvu za kufanya uamuzi huo will be beyond my power. Hiyo siku ndio hata gari haitanifikisha kule watu walikuwa naenda kanisani. Hiyo siku ndio nitasikia kwetu ushago, sijui kuna mtu alikufa wa familia zetu, wacha tuende maombolezi, na nikienda sijui kama ninaweza kuwa na nguvu, au hata sijui kama nitafika bado nikiwa hai. Wakati kama huu, could you be having a struggle with overcoming pornography? You have been there enslaved by drugs and substances of abuse. Today is the day you say, Lord, if you've spoken to me about it, I am making that decision to cut those bonds of slavery today.
not tomorrow. Hata hako nimebakisha kadogo, nimekaweka kwa kitanda changu chini kaunga, nataka kukasnifu. Actually hata hako nimekaacha ili ijulikane kwa kweli shughuli hii niliachana nayo. Inawezekana huko hapo you are harboring enmity or a grudge against your parent, against a friend or colleague. Umebeba mzigo wa uadui na mtu fulani. Alinikosea, aliiba chali yangu, mimi nilisema huyo sitawahi msamehe until niende mbinguni. Wacha nikueleze, hakuna mbingu unaweza fika kama umebeba mzigo wa uadui na mtu mwingine. What people call as grudges. Kwingine nyumbani hata uwezi enda, mzazi wako akikupigia simu hata ushamblock kwa sababu hauoni kama kuna maana wowote anakusaidia. You are under scholarship or maybe you are now married to some guy. Let me say, bitterness kama hizo Kristo alisema for as long as ziko na hatujazitengeneza hakuna mbingu kwetu. Actually anasema maombi yetu hayawezi jibiwa kama ndani ya moyo wangu kuna watu nimewaweka kwa blacklist. Watu hawa hata siwezi patana nao, hakuna mbingu ninasonga. Anasema leo hii ninapojua Mungu ndiye naye nizungumzia, anataka nijiondolee mzigo kama huo wa uadui na mtu fulani. Kuna mtu hata hamwezi kaa kwa gari moja, afadhali ushuke utembee mguu kuliko kwa safiri naye. Leo hii mzigo kama huo usikubali nifike nafasi ambayo hata sina nguvu ya kufanya uamuzi ulio bora. Unaweza kuwa pale, maybe you are battling faithfulness in tithes and offerings, maybe sexual purity in such a highly sexualized media environment where we are living in today. Kila kitu leo ili kikue kizuri, a better advertisement, lazima iwe either na msichana hapo akiwa amevaa bikini. Sasa hapo ndio una capture our attention. We are living actually in an environment, digital media, that is hypersexualized. So how can I as a young man, maintain sexual purity? Nyimbo zilizo nzuri leo hii, kitu kama gengetone, ili iwe na utamu hata wa kusikiliza kwa masikio yako, ni lazima izungumzie tu kuhusu maneno tu ya ngono, maneno ya nani, maneno tu ya maswala ambayo ni ya uovu na matendo ambayo hayafai kwa watu wa Mungu. So mimi kama kijana ninawezaje jitunza niseme kwa kweli Mungu, hii ndio njia unataka? Today is that particular day. Na Ellen White anamalizia hii quotation hiyo page 37 akisema, according to the light and privileges given will be the darkness of those who refuse to walk in the light while they have the light. Ati kulingana na ukuu wa mwanga ambao wewe umepokea, unapopuuza msukumo wa Roho wa Mungu, unapopuuza maagizo anayokupa kila siku, mwanga huo wote unabadilishwa, unakuwa ni giza. Na hivyo ndivyo imekuwa. Today the greatest critics of the Adventist faith were once the most powerful preachers on our pulpit. Huyo jamaa alikuwa hata akiambiwa ahubiri leo amepewa notice ya 3 minutes, anapromosha sermon ya 1 hour without any references, mpaka sisi wote tunajitoa. Hiyo siku tunabatizwa watu 100. Vile alivyokuwa na mwanga mkubwa, alipoanza kupuuza mambo fulani katika maisha yake, akaanza mambo ya giza, ukasikia kidogo second year ako pregnant, yani he is the one who is responsible that year. Hivyo akaendelea kupuuza. Leo hii huo mwanga aliokuwa nao mkubwa wa Injili umebadilishwa, umekuwa giza. Huyo ndiye sasa anasimama akisema Yesu si Mungu, Roho actually hata si Mungu, kanisa limeanguka, msalaba ni mbaya, viongozi sasa hawa ni wakulipwa, na he is becoming our greatest critics, yet he stood in those platforms, in the name of the privilege as a leader given by that same church. Ellen White ends here by saying, never feel at liberty to trifle with the opportunities granted to you today. So leo hii ninapofika tamati, leo ndiyo siku yako ndugu na siku yako dada ya wokovu. Msukumo wa Roho wa Mungu unaosikia leo, kuna uwezekano hautausikia tena katika maisha yako. Huyu Roho anapokuzungumzia leo, uachane na maisha ya dhambi, usipuuze, usimpush kesho kama vile Felix alivyofanya. Wakati anakuzungumzia leo kuachana na minyororo ya madawa za kulevya, usipuuze. Leo hii
fanya huo uamuzi. Anapokuzungumzia to discontinue that sinful relationship, do not, like Felix, move this opportunity to some other time. It may never be found. Tuliambiwa pale kuna uwezekano repentance will be beyond your power at that time. Na hivyo nataka nisimamie pale, siongezei kitu kingine. Ni kuombe wewe ambaye umesikiza mahubiri ya sasa. Nataka niombe nawe, lakini nitaomba baada ya dakika 3. Na katika dakika hizi 3 tusiimbe, tusisome kitu kingine, don't even unmute. Nataka wewe mwenyewe na Mungu wako, wewe ndiwe unayejua ni nini hicho, which is that struggle area in my life. When we were speaking, what is that thing that the Spirit of the Lord was sharing in your heart that you need to fight? Ni nini hicho Biblia imekueleza ufanye, lakini umejua tu, unajifahamu, umekuwa ukifanya kinyume, na leo hii unataka kuzungumzia Kristo. Nataka nikupe dakika 3 wewe binafsi. So in 3 minutes, take a moment and speak to the Lord. Just close your eyes wherever you are. Kama kuna 2 watatu in one room, nyinyi wote msizungumze. Wewe funga macho, zungumzia Mungu, mlilie, mwambie akupe nguvu. Na uzuri ule tulio nao ni huu. This same God who shows us what to do, he doesn't leave us there. He does what is called the miracle of the gospel. He gives us the power to keep his law. So shida na struggle area ulio nayo kwa muda, mwambie wewe tu ndiwe uliye na uwezo wa kunisaidia kushinda jambo hili. Nipe hiyo nguvu. So speak to him, seek his forgiveness and ask him to give you power to stick to that path that is needed. Ninakupa dakika 3 kila mtu, maombi ya kimoyomoyo. Saa hizi ni 52 past. At 55, I will offer a closing prayer. Usinipite Mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine,
usinipite. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kusikia neno lako kama vijana. Asante kwa wote ambao wameweza kuja na kusikiza neno hili. Asante kwa wageni ambao walijiunga na kundi hili la SDA GK Prison. Tunakuomba Baba mwema ya kwamba utawafikia kila mmoja wao na hitaji la moyoni. Umetufunza jioni hii ya kwamba vile tunaendelea kupuuza msukumo wa Roho wako, itafika wakati msukumo huo hauna nguvu tena ya kutubadilisha. Itakuwa ni kipindi Roho wako ameondoka kabisa kwa maisha yetu na hana nafasi tena. Itakuwa ni wakati tumepoteza mwanya wa kipekee wa wokovu, kama vile gavana aliyeitwa Felix alivyopoteza na kamwe asipate nafasi hiyo. Baba, tunakuomba sasa hivi vile Roho wako bado ana nafasi ndani yetu, tutumie muda huu kwa njia ifahayo. Tufanye maamuzi ambayo atatuwezesha kuishi nawe siku ambazo hazina mwisho. Kwa ndugu na dada ambaye yuko hapa anayepigana na swala la kuacha maisha ya dhambi, kukata nyororo za madawa ya kulevya na other forms of addiction, yule aliye hapa anataka kuachana na mahusia hayo ya kimapenzi yasiyokupendeza, yule yuko hapa aking'ang'ana na mambo mengine mengi ambayo tumekuzungumzia kila mmoja. Baba, sikia ombi hilo. Kwanza kabisa utusamee dhambi na makosa yetu, na la pili utupe nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi. Na hebu Baba iwe imenakiliwa katika rekodi za mbingu ya kwamba leo jioni hii tulipokuzungumzia tukafanya uamuzi, wewe ukaupiga muhuri, na kutoka hapo tukaanza maisha mapya nawe ya milele na milele daima. Asante kwa kila mmoja anayetusikiza. Unajua hitaji la moyoni mwake, na wale wanatafuta karo ya shule, wengine ni kazi, wengine ni wachumba, wengine wanaomba Baba uweze kuwaponya na mahitaji mengine. Jioni hii ya Sabato kutana na hitaji la kila mmoja, na hivyo Baba utukuzwe milele. And to you God who is able and is able to hear what we pray, and to you Lord who is able to do much more exceedingly abundantly than we ask or imagine, we anchor all these prayers in the name of Jesus, and may all of us say amen. Amen.